Fungua mlango, jirani akakuta mle ndani hakuna kila kitu. Mke wangu ametoroka. Basi alipoangalia akajiridhisha, jirani hakuniambia kwa kunipigia simu kwamba mke wako hayupo. Jirani alinunua tu uji akaniletea hospitali. Jirani alikuja kuniambilia ni hospitali, kwamba nimegonga kwako, mke wako hayupo na vitu vyote ndani havimo. Basi nikamwomba jirani akaniangalizie mtoto wangu hapo odini, na mimi nikajiridhisha niende huko nyumbani. Na kweli nilifika kule nyumbani, sikumkuta mke wangu. Kweli nilikuta kila kitu hakimo. Labda vitu gani alikuwa ameondoka navyo hapo ndani? Kulikuwa na godoro, kitanda, TV, radio, freezer ya maji ya kunywa, jiko la gesi na vyombo. Fedha aliondoka nayo ndani kwa kiasi kilichokuwemo ilikuwa imebakia ni kama 336,000. Kwa hiyo idadi ya vitu na fedha aliondoka nayo vinaweza vikagharimu kwenye milioni 3,236,000. Labda vitu gani vilivyobakiza hapo ndani? Hakuna kitu kilichobakizwa tofauti na box la TV tu. Maboksi ya TV na radio na freezer yote hapo. Hakuna alichoacha tofauti na nguo tu za mwanangu na kadi ya mwanangu na nguo zangu. Nilipotoka hapo nilienda kutoa taarifa kwa mjumbe wa mtaa, kamaelezea mjumbe wa mtaa, kaniandikia barua. Alivyoniandikia barua, mimi nikarudi hospitali kuangalia mtoto wangu. Niliporudi kuangalia mtoto wangu hospitali, jirani ikabidi aenda niandalie chakula cha mchana kwa ajili ya mtoto. Alivyoniletea chakula, nililala tena odini mimi. Kesho yake kulivyokucha, mtoto wangu aliagwa jioni. Bili ya mtoto wangu ilikuja 2,240,000. Nilikuwa na 1,120,000, nikauza simu yangu 1,180,000 kwa hasara kwa ajili ya kukomboa mwanangu. Ndo nikalipa ile bili, nikaandikiwa risiti zote. Nilipotoka hapo sikupitiliza kwenda nyumbani, nilipitiza kwenda kituo cha polisi na mwanangu pamoja Magwa. Nikaenda nikatoa maelezo kituo cha polisi, nikaandikiwa arabi ya kumtafuta mke wangu. Nilipomaliza kuandikiwa arabi ya kumtafuta mke wangu, nikarudi nyumbani pale nilipokuwa nimepanga. Tulianza kulala na mtoto wangu hivyo chini kwenye maboksi hapo. Lala na mtoto wangu, naomba chakula kwa jirani, namlisha mwanangu, huku naangalia utaratibu wa kutafuta kazi. Ugumu wa kutafuta kazi ni kwa ajili pamoja na mtoto. Baada ya hapo, mwenye nyumba kodi yangu ilikuwa imeisha, alinifukuza. Nilikaa kama wiki moja, alinifukuza, kaniambia nilipe kodi. Kaambia sina hela, nivumilie. Nilivyoenda mtaani kutafuta kuomba kwa watu na kutafuta kazi, nilivorudi jioni nikakuta ule mlango umefungwa kufuli na mwenye nyumba. Basi ikabidi nimuombe mwenye nyumba anisaidie nguo za mtoto na za kwangu. Mwenye nyumba alinitolea vile vitu. Nikaanza kutafuta sehemu pa kukaa. Hiyo siku nililala mtaani na mtoto wangu. Kesho yake asubuhi nikaamka kwenda kutafuta vibarua. Ndo nikakutana na huyu, kuna jamaa mmoja nikutana naye aitwa Baba Melina. Akaniambia kuna kazi ya kulima. Nikamwambia basi sawa, niko tayari, lakini nina mtoto. Akaniuliza na mtoto? Nikamwambia na mtoto. Ana umri gani? Nikamwambia na miezi 9. Na akamwona mtoto wangu, akaniambia basi pale mimi kwenye shamba langu kuna hema, kama unaweza ukawa unalala na mtoto wako kwenye hema hapo unalima shamba langu. Sawa. Ikabidi nikakubali. Tumeelewana naye. Kile kibarua nilichoshika ni cha shilingi 60,000. Kwa hiyo mpaka sasa hivi nalala hapa nafanya kibarua cha hili shamba. Ila kula kwangu ni kwa shida. Naenda naomba mtaani. Jioni ikifika naenda mtaani naomba, naokota makopo, nauza, nanunua unga na kuja kumpikia mtoto wangu. Yaani chakula ni shida na mazingira ninayoishi na mtoto wangu ni ya shida. Ni mazingira haya ninayoyapitia kwa sasa hivi. Yaani napata shida sana kwa ajili ya kupata chakula mtoto. Ni mazingira napitia magumu sana. Na sijawahi kupitia mazingira magumu kama haya. Kwa ajili ya mtoto wangu apate kula na mimi nipate kula
napitia mazingira magumu sana. Chakula cha shida, namkorogea tu mtoto uji. Najitahidi mtoto wangu apate uji. Mimi mwenyewe nakula saa 10 mchana. Kuanzia asubuhi nabeba mtoto wangu mgongoni, nashinda shambani. Kuna siku nilikosa chakula, ilibidi niuze suruali zangu. Niliuza suruali zangu zilikuwa 3 na viatu vyangu ilibidi niuze ili nipate chakula cha mtoto. Na kweli niliuza zile suruali, jumla niliuza shilingi 15,000. Kwa hasara nikapata hela ya kumnunulia chakula mtoto na nikapata hela ya kujikimu kwa ajili ya kununua unga wa kumkorogea mtoto. Mke wangu ajaribu kurudisha moyo nyuma, kama kuna sehemu nilimkosea aje tumlee mtoto wetu. Napitia wakati mgumu sana, ameniacha wakati mgumu sana. Yaani ameniacha kwenye wakati mgumu sana. Pa kulala sina. Yaani bora alivyokuwa amebeba vitu, angebeba hata na mtoto. Ameniacha wakati mgumu sana. Yaani kaniacha wakati ambao kwa kweli naopitia ni mgumu sana. Ni mgumu sana. Nilifikiria mambo mengi sana, nitamani hata kujiua, lakini nilishindwa kwa ajili ya huyu mtoto. Mimi ndo baba, ndo mama, na huu ndo uzao wangu. Sina ndugu mwingine tofauti na mwanangu. Sina. Nijisikia vibaya sana. Yaani najikaza sana, lakini nilijisikia vibaya sana. Sina. Anionee huruma sana. Anaiomba serikali nisaidie. Nipate kazi, nipate kulea mwanangu. Naam sana kulea mtoto wangu. Huyu ndo mama, huyu ndo baba. Pole sana kaka. Asante sana. Kwa upande wa malezi ya mtoto wangu, akijinjia na msafisha, najitahidi kumuogesha, najitahidi apate tu uji kwa wakati nikiwa na hela na unga. Napitia wakati mgumu sana. Umuhimu wa mama upo sana, na umuhimu wa mke upo sana. Yaani napitia wakati mgumu sana. Akina mama wanapata shida sana katika kulea watoto. Ndio shida ambayo naiona kweli, akina mama wana thamani sana hapa duniani. Napitia wakati mgumu sana kumlea mtoto. Na mimi ni mtoto wa kiume. Yaani kuna vitu vingine napitia wakati mgumu mno. Pampers ya mna sinunui, nafua tu madaso, akijinjea huwa nafua. Yakikauka na mvalisha. Sina kipato chochote. Hapati maziwa. Sasa hivi nakuwa namnywesha uji tu. Anapitia wakati mgumu sana. Mazingira ni mabaya sana. Yaani baridi, alafu na sehemu yenyewe haya, kwa kweli mazingira mabaya sana. Ningepata mtu wa kunisaidia, ningelea mtoto wangu kwa mazingira yaliyo mazuri. Sina uwezo sasa hivi. Naomba serikali inisaidie kwa hili. Naomba na Watanzania wanisaidie kwa hili. Na waomba sana, hata kama nikipata kazi au mtu wa kunisaidia nikashughulikia leseni yangu na pa kulala mtoto wangu, niko lazima kufanya hizo kazi. Ningelikuwa hata nina mama, ningepeleka mtoto wangu akalelewa na mamangu. Sina. Napitia wakati mgumu sana. Sina. Naomba sana Watanzania, naomba sana serikali inisaidie kwa hili. Mimi na mke wangu nakuomba uje urudi tulee mtoto wetu. Yaani kuna siku mtoto ameungua, natamani hata kujiua. Yaani vitu vyote mimi nimekusamea, naomba urudi uje tulee mtoto wetu. Napitia wakati mgumu sana. Nimeelewa mimi kwa shida, hata naangalia mateso unaonipa sasa hivi ya shida sana. Mimi mtoto yatima, nionee huruma. Kama kuna watu wamekurubuni, basi mimi nimekusamea, urudi uje tulee mtoto wetu. Napitia wakati mgumu sana. Sijawahi kumpiga wala sijawahi kumtukana. Ni vitu tu vya kushawishi na marafiki. Mimi nimemsamea, arudi tu tulee mtoto. Kitu alichofanya ni kibaya sana, ila mimi nimemsamea. Aje tulee mtoto. Napitia wakati mgumu sana. Mimi Amina ni mke wangu wa ndoa, tumefunga ndoa ya Kiislamu na mahari nilitoa. Tumefungia msikitini. Sengerema. Sehemu moja panaitwa Nyanzenda. Baada ya maisha kubadilika, hali yetu ikazidi kuwa ngumu. Ndio tabia yake ilizidi kuwa inabadilika. Kwa ajili ya marafiki, alianza kuwa na marafiki sana. Labda marafiki wa kiume wa kike, na labda ushawahi kukuta message yoyote ya mwanaume? Nishawahi kumfumania na message za mwanaume
Yeye anaishi huyo mwanaume Dodoma. Message inasema achana na mume wako uje nikuoe, na voice WhatsApp nishai kuzikamata. Basi aliniomba msamaha mke wangu na nilimsamehe. Tokea hicho kipindi sasa sijaona kumnasa tena na message. Naona yaliisha. Sasa sielewi sasa kingine kilichomkuta na kumfikia hatua kama hiyo. Labda unadhani yuko kwa huyo mwanaume Dodoma? Hapana, kwa kweli kwa hapo sijajua kama yuko kwa huyo mwanaume alikuwa anatumiana message au wapi, sijaelewa mpaka sasa hivi. Sababu hata mama yake mdogo niwasiliana naye ameniambia alimpigia hapatikani, na mpaka sasa hivi hapatikani, na kule kwao hajafika. Kama ameenda kwa mwanaume ambaye alikuwa anawasiliana naye, anaiangalia hii klipu, awe na huruma, amwache mke wangu arudi tuje tulee mtoto wangu. Ni mwezi mmoja na siku 2 toka niache mke wangu na aniache huyu mtoto. Yaani huu mwezi nilioachiwa huyu mtoto kumlea ni sawa sana miaka 5 kwa wakati ambao naupitia mpaka sasa hivi. Siku moja kwangu ni sawa sawa na miezi hata 5 kwa wakati ambao naupitia mpaka sasa hivi. Ni ngumu sana kumlea mtoto. Ni ngumu sana. Ukatafuta riziki afu uje umlee mtoto, umuogeshe, umbembeleze, anaumwa. Napitia wakati mgumu sana. Kwa Mtanzania yoyote mwenye uwezo wa kunisaidia au serikali ya hapa Dar es Salaam watakaoguswa na hili jambo wanisaidie, nina hali ngumu sana. Namba yangu ya simu ni 0791 83 98 67. Ni 0791 83 98 67.